of God. Now my last story, yes? Anyone can be used in God's service. Anyone can be used in God's service. Hello children. Hello teacher. My last story. Wangapi wamewahi kupanda ndege? Hata mkono wa mwalimu uko chini. Wangapi wamewahi kupanda ndege? Huu ni mkono wa nani uko juu? Wow, that's beautiful. Haya, iwapo umewahi kupanda ndege, ulisikiaje wakati ulipanda ndege? Nilisikia kujiua. Hapana, wewe hatuwezi kusaidia. It is very high. It is very high. You were scared, si ndio? Those who have ever wamewahi panda ndege, ulikuwa umeogopa, si ndio? Primary, hello children. Teacher, watu wa kindergarten Chosima atawapandisha ndege leo. Sasa tutajua. Sasa kulikuwa na ndege na mwenye anaendesha ndege anaitwa nani? Pilot. Nani anaendesha ndege? Pilot. Haya, na watu wenye wanapanda ndani ya ndege wanaitwa nani? Passengers. Wanaitwa nini? Good. Kulikuwa na passengers, kulikuwa na pilot na kuna ndege, si ndio? Mnadhani ndege ilikuwa airport gani? Moja. Alan ndiye anatuambia. Ndege ilikuwa airport gani? Kenyatta. Ilikuwa wapi Jomo Kenyatta, si ndio? Ilikuwa Kenya Airways. Very good. Sasa watu wakapanda kwa ndege. Na mnajua ndege inasafirisha nini besides watu? Ndege kama haijabeba watu inaweza beba nini tena? Kuna mzigo. Ndani ya mzigo kunaweza kuwa na nini? Kuna flowers, nini tena? Matibabu. Nini tena? Nini tena? Kwa nini? Masoldiers, nini tena kwa luggage inapatikana? Kiberiti. Hello children. Umeambia rafiki yako kitu inaweza beba na ndege, si ndio? Sasa kwa story yangu walikuwa wamebeba wanyama. Walikuwa wamebeba nini? Guess the most dangerous animal. Na kwa hivyo kwa sababu watu wanaogopa snakes na zinakuanga poisonous, zilikuwa zimewekwa kwa cage. Zilikuwa zimewekwa kwa cage. Cage kwa Kiswahili ni hapa si cage. Kikeji. Aya, cage ni kama box. Wapi nani? Wapi birthday girl? Birthday girl alikuwa amebeba box ya biscuit leo asubuhi. Mlimuona? Thank you. Na tuseme kama hii ni cage. Sawa sawa. Yaani kitu imefunikwa vizuri, haziwezi toka. So zilikuwa zimewekwa tuseme hapa ndani. Sawa sawa? Na wakati zilikuwa hapa ndani, mfungi hakufunga vizuri. Hakufunga vizuri. Na passengers wamekaa. Tuseme passengers wamekaa hapa. Huko penye kuna real time ndio kuna nyoka. Alan. Hebu fanya kama nyoka nione. Haya, huko ndio kuna nyoka. Sasa na pilot ako huko kwa primary. Pilot ako wapi? Hao wenye wamesimama ni wale attendants wenye wanazunguka kwa plane, si ndio? Sasa yule attendant mmoja akasikia nyoka zikitoa sauti. Real time, toeni sauti nisikie. Good. Wakasikia sauti za nyoka zikitoka. Akakimbia akaambia pilot. Haya, pilot wetu ni Chosiemo. Pilot. Kuna snakes zimetoka kwenye zilikuwa zimefungiwa. Kama pilot ungefanya nini? Pilot ameachilia ndege. Si mtakufanya mbaya. Haya. Pilot alikuwa so scared. Akapigia linesman. Akapigia nani? Wakati ndege iko huko juu, kuna mtu hapa chini anaangalia coordinates vile inaenda. Sawa sawa? Anawaambia endeni hivi na direct kind of a way. Sawa sawa? Sasa akampigia akamwambia, "Guy, hapa ndani kuna nyoka. Unaona nitafanya nini?" Linesman akamwambia, "Endesha hiyo ndege iende juu." Endesha hiyo ndege iende wapi? Mnadhani ikienda juu hizo ndege hizo nyoka zitaenda wapi? Zitarudi wapi? Zitashindwa kupanda kuja penye passengers wako. Sawa sawa? So, linesman akaambia pilot, endesha hiyo ndege iende juu, iendelee kwenda juu, iende juu. Vile ndege iliendelea kwenda juu, zile nyoka zikaslide zikarudi kwa cage. Zikarudi kwa nini?
kwa cage. Mbona linesman alimwambia endeshe nyoka ziende juu? Nyoka slide. On a higher ground, nyoka zinapoteza venom. Zinapoteza nini? They lose balance and then they lose their effect ya kukuuma na kukumiza. Tumeelewana? In other words, the challenges we face in life, zile shida zenye tunaweza kuwa tunapitia kwa maisha, tukizipeleka juu kwa maombi. Huko juu ni kwa nani? Tukizipeleka kule juu kwa Mungu kwa maombi, zinaishiwa nguvu. Zinaishiwa nguvu na zinarudi kwa nini? Kwa cage. Tumeelewana? Tumeelewana? That marks the end of our sermon. I hope you learned something. May the Lord bless you. Amen. We are going to do our final prayer. And as we do our final prayer, when I want to pray, I say, Mungu Baba, tunashukuru kwa maana umekuwa mwaminifu. Asante kwa sababu umetufunza kuhusu Mephibosheth na vile alisaidiwa na David. Tusaidie pia sisi tuweze kuonyesha upendo wale ambao wanatukosea na tuweze kuwasaidia wale ambao wako na mahitaji. Mungu Baba, leo hii tunaleta mahitaji yetu mbele yako, kwa maana tukiinua mahitaji yetu kwa maombi, ya mateso ambayo tunapitia yanakosa nguvu na tunawezeshwa kwa mikono yako. Endelea kuwa nasi tunavyoendelea kujifunza, na hata chakula tunachoenda kula kitupe nguvu kwenye miili yetu. Bariki wazazi wetu na bariki na ndugu na dada zetu. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Naambiaje teacher? Shine, shine.